Ahlan wa sahlan wapenzi watazamaji, karibuni tena katika channel langu la Street Genius. Ama kwa hakika wapenzi watazamaji, Goliath wa Bungoma ni mfano na kigezo kwamba Mwenyezi Mungu si mzee Athumani. Mwenyezi Mungu anamsaidia mja yoyote yule, hata iwapo anaweza kuwa na upungufu wowote ule wa kijinsia, upungufu kama magonjwa, kama kulemaa, kama ufupi, kama urefu. Mwenyezi Mungu si mzee Athumani, anamsaidia mja wake ambaye amemuumba yeye na akamtunuku afya na uzima, akamleta duniani. Goliath ni mfano mwema katika maelezo ambayo nitakuleteni nyinyi pindi tunapoendelea. Tunapokumbuka hapo nyuma, Goliath wa Bungoma huyu alipotoka Bungoma kuja Nairobi, aliweza kupata mahojiano mengi, aliweza kukutana na watu wengi, na sisi wa Kenya tulimwona hapa mjini Nairobi. Na katika mahojiano hayo ambayo aliweza kuhudhuria, kila mmoja alikuwa kwa anamwambia kwamba yeye amekuja kuchukua nyota ya nduguye Bradley. Bradley ni yule wa kwanza, yule Goliath wa kwanza ambaye alikuja. Na kwa kweli Bradley alipokuja alikuwa na mshtuko katika mji mzima. Alikuwa na mshiko, alikuwa ameshika dunia nzima, na akaweza kuteuliwa katika endorsements nyingi, si kuuza magari, si kwenda ugaibuni. Ugaibuni kule anapatana na wazungu, Waarabu, wanampa endorsement, anatumika katika kigezo kunradhi, katika nyanja tofauti tofauti. Alafu baadaye akaja huyu sasa Goliath wa Bungoma. Ikasemekana kwamba kukawa na tetesi kwamba Goliath amekuja kuchukua nyota ya nduguye, lakini yeye alikuwa anasema na yeye pia amekuja kujitafutia, hana tatizo, hajakuja kuchukua nyota, bimaana na yeye pia ni mrefu, amekuja kujitafutia. Na kwa kweli aliweza kwenda mahojiano mengi, lakini hakuweza kutunukiwa. Katika mahojiano yake, kwa mfano, ambayo iliweza kufanywa na huyu Director Trevor pamoja na Dr. King'ori, hivi ndivyo walivyosema, ama alivyosema Director Trevor katika mahojiano yake na Dr. King'ori. I hope sita sound vibaya though, but the way huyo jamaa alikuwa, he cannot be packaged. Okay. Yes. He cannot be packaged. Number one, he's too old. Another thing, huyo jamaa background, unaangalia pia background. Okay. Mali ametoka, you cannot make him a brand, you cannot force him into online just because ametrend. Katika mahojiano yake yeye huyo Goliath wa Bungoma akiwa na Oga Obinna, yani akiwa katika platform ya Oga Obinna, hivi ndivyo pia ilivyokwenda. Bopa koka, alafu Cairo akakuja akasikiza pahali penye nilikuwa natembea, alikuwa anapita tu, kwa hiyo kazi yake akipita na manguo, na uzanga manguo. Sasa wakati alikuwa ananiulizia, nikajaribu kumuelezea, akasema hapana, kama hii moto naitafuta ni okay, wewe ni mrefu apart from kuwa mrefu nini. Wapenzi watazamaji, hivyo ndivyo maneno yalivyomwendea mrama ndugu yetu Goliath wa Bungoma hapo nyuma. Alipotoka Bungoma akiwa hana namna, alikuwa kwa yachunga ng'ombe, yaendesha pikipiki, yachoma makaa. Akaamua na yeye pia kuja ajitafutie riziki humu mjini Nairobi kama nduguye alivyokuja. Na wengi tu walikuwa na tetesi kwamba amekuja kumharibia thamani Bradley, yani anamshusha thamani, anamdhalilisha. Kwa kuwa na yeye pia anatafuta ile attention, anatafuta kiki. Lakini yeye katika dhamira yake, hata anavyosema, hakuwa na nia kama hiyo chafu, nia kama hiyo potovu. Ilitoka tu kwa watu ambao hawakumtakia mema. Na mahojiano mengi tu kama jinsi mlivyosikia, hakuweza kutunukiwa huyu Goliath wa Bungoma. Lakini leo ameweza kupata kikao na Dr. Ofweneke katika TV47, na ameweza kupata endorsement katika platform tofauti tofauti. Yaani ameweza kufanikiwa kwa kifupi. Leo Goliath wa Bungoma, kila mtu yataka kuzungumza na yeye, kila mtu yataka kukaribiana na yeye, kila mtu yataka kumkaribia, yataka kupiga picha naye, kila mtu anataka kumuita katika platforms tofauti tofauti. Hapo nyuma tulimkana, ama watu walimkana wakisema kwamba ni mzee, kwamba hawezi kukuwa packaged, hawezi kufanyiwa branding. Kusudi nduguye tu ndio ambaye iweza kufanyiwa branding kama vile alivyofanyiwa Bradley.
Lakini leo Mwenyezi Mungu amemtunuku mwenzetu, ameweza kuonekana. Mwenyezi Mungu amemmulikia mwangaza. Goliath sasa ni mtu, Goliath sasa ni brand. Goliath sasa anaenda kuteuliwa katika platforms tofauti tofauti. Goliath sasa anahitajika katika interviews. Goliath sasa anaonekana kama bin Adam. Sasa yeye ni brand. Ama kwa kweli Mwenyezi Mungu si mzee Athumani, hawakukosea Waswahili ama wazee wetu wale waliotutangulia sisi, wako mbele za haki. Goliath leo pia ni bin Adam. Na mimi mwenyewe kama fan wake na kama msimulizi wenyu Street Genius, namtakia mema Goliath. Mwenyezi Mungu azidi kukutunuku wewe na uzidi kunawiri kama alivyo nawiri nduguyo Bradley. Safari njema Goliath, na uweze kujipackage na utafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Asante.